Kuna majira kwenye maisha huwezi kuyakwepa. Ni majira ya maumivu na ugumu wa hali ya juu. Ni yale majira ukiwa kitandani kwako, unakosa usingizi na unasema, nadhani sasa ndio basi tena, nimefika mwisho. Niangalie kitu kingine, hapa inatosha. Huu ni wakati wa kawaida kwa kila mwenye ndoto kubwa. Ni maumivu ya kawaida kwa mtu mwenye malengo makubwa. Kuna maumivu mengine yatatokana na makosa ambayo utakuwa umeyafanya mwenyewe. Usiendelee kujihukumu. Jisamehe, jifunze na fungua ukurasa mpya, usonge mbele. Huwezi kuinuka kwa kuendelea kulia na kusikitika. Katika kipindi hiki, unaweza kupata presha kubwa sana ya kulaumiwa kwa ulichofanya, kuchekwa kwa aibu iliyokukuta ama watu kukutolea mifano ya watu waliofeli katika jambo fulani. Take care and make one step. Yani, jitie moyo na chukua hatua nyingine moja leo. Una kitu kikubwa ndani yako na hatima yako ni kubwa sana. Watu wenye hatima ndogo hawakutani na hizi changamoto kwa sababu ni kama wanapanda mlima mdogo. Usijilinganishe nao. Wewe, hatima yako ni kama mlima mrefu sana. Unahitaji pumzi na njiani kuna kuchoka na kuhisi kuishiwa nguvu. Don't quit. Haya unayopitia leo yatakutengenezea ushuhuda, yatakuimarisha na yatakujengea tabia zinazohitajika kwa ajili ya mafanikio yako. Usipime kubarikiwa kwako kwa kujilinganisha na wengine walivyobarikiwa, wakati kila mtu ana baraka zake. Ukisoma neno utaona watu wengi wamebarikiwa lakini zile baraka hazifanani. Utamuona baba yetu Ibrahim alivyobarikiwa lakini baraka zake hazifanani na baraka za mjukuu wake Yakobo. Japo wote walibarikiwa, wala baraka zao hazifanani na za Ayubu. Unapoomba usiseme, Mungu, mbona fulani kaolewa, mimi sijaolewa? Mbona yule ana gari, mimi sina? Mbona yule ana duka kubwa, mimi sina? Mbona yule anakubalika, mimi sikubaliki? No, wewe sio yule. Hata agano lako na Mungu halifanani na la yule. You have your special blessings. Kama ambavyo mapito tunatofautiana, hayafanani, hata baraka pia hazifanani. Kila mtu hupokea baraka zake kwa namna yake, yani hatufanani. Usijilinganishe, hata mazao hayafanani wakati wa kuvuna. Yanaweza kupandwa pamoja, mahindi maharage, lakini wakati wa kuvuna, maharage yakawahi kuliko mahindi. Hata misimu ya matunda inatofautiana. Wakati machungwa yanavunwa, miti ya maembe inakuwa haina hata maua. Haimaanishi haitazaa maembe, ila inasubiri msimu wake wa maembe. Usijipe stress kwa baraka za wengine, subiri za kwako. Yule nimesoma naye kaolewa. Yule nimeanza naye biashara kesha jenga. Yule nimeolewa naye pamoja ana watoto, mimi sina. Wewe sio yule. Misimu yenu ya kubarikiwa haifanani. Usijilinganishe na wengine, usijifananishe na wengine. Mbona mambo mabaya hatujifananishi nayo? Na mbona hatusemagi yule kafa na mimi nife? Yule kaibiwa, mbona mimi siibiwi? Kila mtu ana msimu wake wa kubarikiwa na kustawi. Mimba ya nguruwe haifanani na ya ng'ombe. Mimba ya tembo haifanani na ya simba, wala mimba ya sungura, japo wote wanazaa. Mhubiri 3 mstari wa 1 inasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Endelea kuwatamia kwa maombi, na msimu wako ukifika, baraka zako zitakufuata na utasahau maumivu ya kuchelewa kwako. Muujiza wako upo, unasubiri majira yake tu sahihi ili upokee. Never give up. Malaika wako njiani kukuletea majibu yako. Uwe na utulivu tu. Nafsi ikikamatwa, mtu hataweza kuomba tena. Nafsi ikishikwa na kuvurugwa, unaweza hisi kuchanganyikiwa. Kuna watu wengi wanahitaji uponyaji wa moyo. Nafsi zao zina makovu na majeraha. Binadamu hawezi ponya nafsi ya mtu. Mungu ndiye anaweza ponya kwa neno lake. Kuna tofauti ya kupoza na kuponya. Lipo neno la uponyaji kabisa kuhusu nafsi. Ni rahisi kuwashangaa wana Israel au kuwahukumu wana wa Israel kuwa walikuwa wabishi, walikuwa wenye kiburi, hawakumuamini Mungu. Nafsi ya mtu ikivurugwa, inaweza vuruga amani, inaweza vuruga kupokea. Nafsi inaweza kuvuruga kila kitu kwenye maisha yako. Hizi ni dalili za mtu aliyevurugwa nafsi. Ana hasira muda wote, anataka malipizi muda wote, ni mtu wa kisasi muda wote, hawezi kusamehe kirahisi.
hulaumu kwa kila kitu na kila mtu. Ni mbishi hata kwa mambo yaliyo ya kweli. Hukosoa neno la Mungu, hukosoa watumishi wa Mungu, huwadharau watumishi wa Mungu, huwadharau watu wengine, hajali watu wengine. Hakuna huruma ndani yake. Hawezi kukubali wala kutambua kazi ya mwingine, wala kuithamini. Hubeba chuki juu ya kila mtu na kila kitu. Anaweza kumkasirikia hata Mungu, kutokujali katika lolote. Maneno yake potelea mbali. Saa nyingine watu au mtu akishindwa, yeye hufurahia. Roho ya wivu mpaka inageuka chuki. Hana amani na watu wote. Hujitenga na kutaka kukaa mwenyewe. Ni mtu asiyeshaurika. Hataki ushauri wa mtu. Ana misimamo yake anayoisimamia hata kama ni misimamo hasi. Humwambii kitu wala humsogelei. Yani hana ule urafiki. Nafsi iliwavuruga wana Israeli hata ikawafanya kuyakataa maelekezo ya Mungu na kutaka hata kumuua Musa na Joshua na kutokuisikia sauti ya Mungu. Linda sana nafsi yako. Shetani asije akaiteka na kuivuruga ukaukosa ufalme wa Mungu.